Kwa nini mnawachukia Waislamu? Kwa nini kila anapokuja Muislamu ndani ya nchi mnachonga mababa? Acheni roho za ukewenza. Viongozi wa dini wanakuwa na roho za ukewenza kama madereva barabarani. Watanzania ni wakumbushe, wakati wa JK alionekana anacheka sana, anacheka sana, lakini nchi ilikuwa kama maua saa sita. Anacheka sana, anasafiri sana, kumbe anasafiri kwa maslahi ya Watanzania. Na hao ambao wanaochonga sana ndio walikuwa akirudi wanakaa katika vikao wanapata allowance, si tunaishia kula miogo wananchi. Lakini hao ndio walikuwa wanachonga. Mwenyezi Mungu akamleta mwamba. Jamaa ametupiga kabali wote, na hakuna aliyetoa tamko katika viongozi wa dini. Hakuna viongozi wa dini waliotoa tamko, hawakutoa. Wote walikuwa chooni, wanashusha mizigo chooni, matumbo yamewabana. Mwamba huyu kidogo utasikia Ocean Road kuna kifurushi kimeokotwa, kuna kiroba kimeokotwa. Kariakoo ilikuwa hatari, maofisini walikuwa wanakula miogo, na wananisikia wenyewe sasa hivi, na ninaomba wa mind huko waliko, walikuwa wanakula miogo. Lakini Mwenyezi Mungu ameleta neema. Allah muda wake umefika, mheshimiwa amemchukua. Mungu ameleta neema. Hakuna anayeulizwa pesa yako umeipata wapi. Tafuta riziki yako, chukua kodi ya halali. Lakini bado kuna watu wanachonga sana, wanamtukana sana mama, wanatoa maneno mabaya sana. Hiyo yote ni sababu ya nini? Nyinyi mnawapenda, wao hawakupendeni. Chukua hiyo. Sasa wanamtukana mama. Kulikoni mama? Na alitokea bwege mmoja alimtukana mama sababu ya ule mtandio. My friend, sikumwacha, nikamwambia we bwege fala. Waislamu nyinyi mmeletewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msigeuzwe mabwege. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.